Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki maalum. Kipindi ambacho kinaletwa kwa hisani kubwa na Wizara ya Fedha. Na katika kipindi hiki tutaangalia utaratibu wa malipo ya uzeeni pamoja na mirathi. Basi kabla ya kuweza kuangalia mambo hayo yote, tupate burudani ya kwaya ifuatayo, halafu tutaendelea kukuletea namna ambavyo utaratibu wa malipo ya uzeeni na mirathi ulivyo. Wizara yako ya Fedha, kazi zake, taratibu zake, umuhimu wake, ya kupasa uifahamu. Wizara yako ya Fedha, kazi zake, taratibu zake, umuhimu wake, mafao ya uzeeni inashughulikia malipo ya mirathi, utapata kwa haki kwa waliostaafu, utapata pensheni, mafao ya uzeeni inashughulikia malipo ya mirathi, utapata kwa haki kwa waliostaafu, utapata pensheni. Naipongeza Wizara ya Fedha kwa huduma, hazina ndogo kote mikoani imeboresha. Naipongeza Wizara ya Fedha kwa huduma, hazina ndogo kote mikoani imeboresha. Mafao ya uzeeni inashughulikia malipo ya mirathi, utapata kwa haki kwa waliostaafu, utapata pensheni. Mafao ya uzeeni inashughulikia malipo ya mirathi, utapata kwa haki kwa waliostaafu, utapata pensheni. Naam, mpenzi mtazamaji, baada ya kupata burudani hiyo, moja kwa moja sasa tuangalie utaratibu wa malipo ya uzeeni pamoja na mirathi. Mafao ya uzeeni. Kabla mtumishi mtarajiwa hajastaafu, kuna masuala ambayo hayana budi kukamilishwa na mwajiri na mtumishi mwenyewe ili mafao yake yaweze kulipwa kwa wakati wake. Mtumishi anayetarajia kustaafu hana budi kutoa taarifa kwa mwajiri wake akimjulisha azma yake ya kustaafu miezi 6 kabla ya tarehe ya kustaafu. Mwajiri anatakiwa awasilishe hazina majalada ya mstaafu mtarajiwa miezi 3 kabla ya tarehe ya kustaafu, yakiwa na kumbukumbu zake zote muhimu kama zifuatazo: barua ya kuajiriwa kazini kwa mara ya kwanza, kumbukumbu inayoonyesha mwaka halisi wa kuzaliwa, barua ya kuingizwa katika masharti ya kazi ya kudumu na malipo ya uzeeni, barua ya kuthibitishwa kazini, barua za kupandishwa vyeo mbalimbali wakati wote wa ufanyaji kazi serikalini, barua ya kupandishwa cheo cha mwisho kabla ya kustaafu, barua ya kibali cha kustaafu, picha 2 za mstaafu yaani passport size zilizogongwa muhuri wa mwajiri, fomu ya retiring award ambayo inaonyesha mishahara ya miaka 3 ya mwisho. Malipo ya mirathi. Mtumishi aliyefariki akiwa kazini, ndugu wa marehemu anatakiwa kutoa taarifa kwa mwajiri wake mapema
kuhusiana na kifo cha mfanyakazi kinapotokea na baadaye kuendelea na utaratibu wa kufungua mirathi mahakamani. Taratibu za mirathi mahakamani zikikamilika, ndugu wa marehemu wanatakiwa kuwasilisha nyaraka hizo za mirathi zilizokamilika kwa mwajiri. Mwajiri baada ya kupokea nyaraka za mirathi anatakiwa kuwasilisha hazina nyaraka hizo pamoja na majalada ya marehemu yenye kumbukumbu zote za ajira yake. Nyaraka hizo ni pamoja na cheti halisi ama original cha kifo kilichotolewa na ofisi ya msajili wa vizazi na vifo. Hati halisi original ya msimamizi wa mirathi iliyobandikwa picha ya msimamizi ambayo imegongwa muhuri wa mahakama aliyofunguliwa mirathi. Nakala ya cheti cha ndoa endapo marehemu alikuwa ameoa ama ameolewa. Kiapo cha kutunza watoto original chenye picha ya anayetunza watoto iliyogongwa muhuri wa mahakama endapo marehemu ameacha watoto waliokuwa chini ya miaka 21 wakati wa kufariki. Nakala ya vyeti vya kuzaliwa watoto marehemu waliokuwa chini ya umri wa miaka 21 wakati wa kufariki endapo marehemu aliacha watoto. Kiapo cha mjane original chenye picha ya mjane iliyogongwa muhuri wa mahakama endapo marehemu ameacha mke ama mume. Picha 2 passport size za msimamizi wa mirathi, mjane na watoto wote wa marehemu zilizogongwa muhuri wa mahakama. Muktasari wa kikao cha ndugu cha kumteua msimamizi wa mirathi. Nyaraka hizo zote ni muhimu ili malipo ya mafao au mirathi yaweze kuandaliwa. Mtazamaji, kabla ya kuendelea na kipindi chetu, basi tupate igizo lifuatalo. Asubuhi wazee wangu. Sorry. Samahani kwa usumbufu. Mie nilienda kazini kwa mume wangu kufuatilia hizi hela. Hebu zungumza vizuri tukusikie. Nasema hivi, nilienda kazini kwa mume wangu kufuatilia pesa ya mirathi, lakini wameniambia kwamba nirudi huku tukae kikao cha ukoo tumteue mrithi. Ndio maana nimekuja wazee wangu, tukae tumteue msimamizi wa mirathi. Jamani, aliyekuwa anafanya kazi nani? Wewe mme wako? yaani kazi afanye mwenzio, Wewe asubuhi na mapema ofisini kwake kudai mirathi. Kuna aibu. Sasa nyie wazee wangu mnachompisha huyu mama nini? Hili jambo linaloongea ni la msingi sana. Kumbukeni ni muda mrefu sana umepita toka marehemu mume wake afariki. Inachotakiwa sasa hivi tukae tumteue mteuzi wa ambaye atakayesimamia mirathi. Na ikibidi tumteue yeye. wewe hivi una akili sawa sawa kweli wewe? Una akili sawa sawa na kuuliza? Ngoja. Mama Katangina. Mzee Chopoli. Njoo faraka kidogo. Jamani huyo mtoto atatuharibia kile. Aondoke. Ameshaanza mambo yake. Mzee Chopoli mfukuze. Ndio. Sasa jamani, napenda niseme jambo moja hasa katika vikao vya ukoo. Katika vikao vya ukoo lazima umri uzingatiwe sana ili kikao kiweze kuendelea. Huyu dada atoke. Sawa, mimi naondoka. Lakini mama, ninachokuomba hao wazee wasikupotezee muda. Nenda moja kwa moja hazina, utapata pesa zako. Wasikupotezee muda kabisa. Huyu anaongea nini huyu mtoto? Jamani, hebu ngojeni. Ndio mzee. Jamani, kweli na uzee wangu huyu nikampotezea muda huyu mtoto. Mama katikati uzuri. Haiwezekani. Mzee Chopoli mzee mwenzangu vuta pumzi. Huyu mtoto. Ndio lakini huyu mtoto asimjua nani hapa kijijini jamani, akili zake si nzuri. Si nzuri. Ya mimi nakwambia jamani, nafanya kwa heshima yenu tu. Puzi. Sasa na wewe mama, wewe hebu niambie kilicho kufanya tu ukafunga safari mpaka kazini kwa mume. Yaani ni hili ndio tuitia ama una lingine? Jamani, ni muda mrefu sasa. Watoto hawaendi shule. Mimi sina pesa. Nikaona bora nifuatilie hizi pesa kwa ajili ya watoto waende shule jamani wazee wangu. Wazee, Talia. Mzee Chopoli amenitia uchungu sana huyu mama. Sisi jamani, si wakati ule mzee Manyasi, mama Katangina, tumekaa na marehemu tukasema watoto wamefikisha umri ule mtoto wa kwanza aende shule. Huo uchungu wa kupeleka watoto wewe mwanamke umeutoa wapi kama sio uchuro huu? Wewe una uchungu gani na shule wewe?
amenikasirisha. Yani mimi kwa kweli napenda nisiseme kabisa, nisiseme. Huu chuo mama, miezi 8 toka marehemu aondoke. Hata kugeuka hajageuka, umeanza kudai mali. Uchuo huo. Angalau ungesubiri angalau miaka 2 ipite tusahau. Sasa swala la watoto mimi naona ni muhimu. Mtoto wako wa kwanza anaitwa nani yule? Huyo Mena huyo ataenda kwa huyu hapo. Sawa? Yameisha. Kale kadogo kale. Kale kadoli. Kale takanako mimi. Ndio. Katoto kajeuli kale. Utakanyosha. Ujauli kwa mama yake. Huyo ni mama yake anafuata mirathi. Sasa sikilizeni kwanza. Nyie mshaga na watoto. Mimi kale kapikipiki kale nitakichukua mimi. Tusikilizane, mimi ndio baba mkubwa. Na mmesema nikae na hako katoto. Hako kapikipiki pia ningekatuza jamani, singekuwa mzuri mzee. Ya pikipiki tuache sasa jamani. Basi uchukue watoto, mimi nichukue pikipiki. Sasa hapo ndo Sasa wewe, mimi nimetoka kulalamika kwa huyu mama na nyinyi mmeanza uchuro mwingine huu. Sasa ya pikipiki imetoka wapi? Nasema pikipiki hakuna, na basikeli hakuna, na kikao kimekuwa. Kweli kikao kimeisha. Nani akusaidie na wewe? Mtoto wa kike kwenda kusimama mbele ya wanaume nataka bilazi. Jamani vipi nisaidieni bwana, watoto waende shule. Nani wifi yako? Nani wifi yako? Alipokufa mume wako uifulisha bwana. Kwanza yeye ndio uliyemuua ili upate hizo mali, umenoa bibi. Upate chochote. Wifi jamani. Ukome bibi. Nani atanisaidia? Hodi hazina hodi huko. Najifanya mnisikii, ngojeni tu. Nasema hodi hazina hodi huko. Ndio nimekuja hivi, nimefuata hela zangu sasa. Mnipe niondoke sasa, niende wapi tena jamani? Mbona nataka kutena maji kama moyo hapa jamani, nini tena? Kwa nini msinipe hela vyangu na mimi kaenda kufanya vimiradi vyangu huko kwetu jamani? Natoka huko mbali natembea hadi hapa. Siku ya ngapi leo jamani? Mimi wenzangu pale vijijini wamefungua vimiradi sasa hivi. Wenzangu wanafanya vimiradi hapa. Kwa nini mnichomoleze pesa zangu? Mnaona nini kukaa na hizo hela za watu jamani mpaka leo hii?
Dar es Salaam ina ujambazi wote, wakija wakaiba hizo hela zangu, mtanipa nini nyinyi jamani? Kwa nini mnanifanyia hivi? Nipeni hela zangu. Mimi siondoki hapa leo. Oh. Jamani, hivi kwa nini hatuhurumiani? Watu tunaenda tunakanyaga viatu vinaisha tu hivi namna hii. Mimi kinachonitia uchungu zaidi mwenzangu nani huyu asumani jumbe nani huyu? Kaoa sasa hivi ana kitoto kidogodogo tu jamani. Kwa nini msinipe hela zangu, mnataka nife baridi mimi kwa nini? Hebu nipeni hela zangu niondoke mimi hapa. Nitakuwa siondoki. Haki ya Mungu na mtume tutaona leo. Ebo. Mimi jamani mnajifanya kama hamunijui. Nyesi mlikuja wilayani pale na nani yule mheshimiwa. Mimi nilikuwa napika pale. Kisa cha kuitwa ubwabwa mimi nilikuwa napika, nimeanza kufagia pale wilayani. Ninafagia mimi pale, nimepewa fagio wa kwanza umeisha, nikapewa wa pili, nikapandishwa na cheo, nikapewa trekta. Trekta nimeendelesha mimi lile siku ngapi lile. Hata sijakaa sana wakao unaoniamisha jikoni. Jikoni mimi nimepiga ubwabwa pale kama mheshimiwa akanipa 500 mimi kwa kwanza nilipewa 500 ili watu wawili wameshika samaki wanaenda. Hamunijui mimi jamani, nilipewa hela yangu jamani. Vyao vyote hivyo. Kwa nini tunafanyia na hivi jamani, kutiana majeka moyo? Mimi siondoki hapa. Wallahi wa billahi. Yani today is today. You hazina tusegee wapi tumochwali mimi tusegelea. Today is today. Oh. Siondoki mpaka nipate changu, siondoki. Siondoki, siondoki, siondoki mpaka nipate changu, siondoki. Siondoki, siondoki, siondoki mpaka nipate changu, siondoki, tutaona. Siondoki, siondoki, siondoki mpaka nipate changu, siondoki. Uwaijeshe juwali wake, siondoki mpaka nipate changu, siondoki, hazina. Siondoki, siondoki, siondoki mpaka nipate changu, siondoki. Juwali wake uche kukuchwe, siondoki mpaka nipate changu, siondoki, tutaona. Siondoki, siondoki, siondoki mpaka nipate changu, siondoki. Hodi hazina. Hazina. Wewe wizara ya fedha wewe. Nasikia mihela yote iko kwako. Nimekuja. Mie ndio mke wa mzee Mrope alikuwa anafanya kazi wilayani. Mimi mjane na watoto wawili. Wanangu hawaendi shule hazina. Niangalie mie jamani, nipe hizo pesa za mume wangu. Ndio mie. Picha yake hii hapa, tulipiga wakati wa Pasaka. Hii hapa. Na mimi na yeye huyu hapa. Ndio mie mke wake jamani. Na hii hapa ndio pete ya ndoa. Hivi kwa nini hamniamini? Jamani hazina, wanangu wanateseka jamani. Mie mjane. Niende wapi jamani hazina, mie usiondoke hapa. Basi kama mtaki kunigea zote, nikatie na angalau kidogo tu. Wanangu waende shule na ninazika kiki kamradi tu jamani. Kagenge tu kage. Jamani hazina, mimi siondoke leo. Siendi kokote. Siondoki. Siondoki mpaka nipate changu, ni kilio cha Bisekela. Bisekela na mzee Ngondo leo hii wanasema hawaondoki katika mlango wa hazina mpaka wapate chao. Basi hapa leo kuna hadithi ndogo inayomuhusu Msekela na mzee Ngondo. Msekela ni mke halali wa mzee Mrope. Walifunga ndoa miaka kadhaa iliyopita na walikuwa na watoto wawili ambao walikuwa wanawapenda kwa dhati. Walikuwa wanawapenda shitishiti, na mpaka wakasema kwamba kutokana na kazi mpya, hari mpya na nguvu mpya, mtoto wao tabia wote wana maana watampeleka misingi ya elimu. Lazima mtoto wao wasome sana. Lakini kwa kuwa Mungu alimpenda zaidi mzee Mrope akamtwaa. Ndio maana Msekela leo analia katika mlango huu wa hazina. Msekela,
Pole sana mama, pole sana. Asante baba. Pole sana. Asante. Hazina haikuchukii. Hazina inakupenda. Hazina tena inakuthamini kabisa na tena inakujali Sekela. Lakini hazina ilikuwa inaomba angalau ukamilishe mambo kadhaa ili kutambua wewe kuwa ndio mmiliki halali wa mirathi hiyo. Sekela. Hazina inataka uwaletee muhtasari wa kikao cha ukoo kilichokaa kikaamua ile barua wao wangependa waione Sekela. Wangependa uwaletee cheti cha kifo ambacho kimetoka kwa msajili wa vizazi na vifo. Wangependa waone cheti chako cha ndoa mama. Wangependa waone barua inakutambulisha kwa wewe ni mmiliki halali wa mirathi, muangalizi wa familia. Baba, hicho kikao cha ukoo hakitaki kuteua mtu. Mie nifanye nini? Nikaona bora mie kunakopesa hazina. Ndio maana nikasema hazina haina ugomvi na wewe Sekela. Nifanyeje sasa? Naomba nisikilize vizuri. Wewe sasa hivi unatakiwa kwenda mahakamani. Nenda mahakamani, mahakama ndio itakupa mchakato mzima wa wewe kupata mali zako. Umesikia mama? Nenda mahakamani, waelezee tatizo lako kwamba kikao cha ukoo kimekataa kufanya hivi moja mbili, waelezee mwanzo mpaka mwisho. Wao watakueleza jinsi ya kuweza kukamilisha mpango mzima. Baba, asante. Ngoja niwahi mahakamani. Ngoja niwahi. Jamani, wananchi hazina haiwachukii. Umesikia? Mzee Ngondo rudi. Nenda mahakamani. Wewe sio mahakamani mzee Ngondo. Mahakamani kama hawataki kutupa hela zetu, mimi nifanyeje? Nimwambie Sekela wewe rudi mzee Ngondo tu. Kesi yako yeye hahitaji hata kwenda mahakamani. Sasa nifanyeje? Niambie. Njoo kwanza, njoo rudi hapa. Haki ya Mungu. Mzee Ngondo, naomba unisikilize vizuri ndugu yangu. Nakusikia. Kwa kweli wewe nimekuambia hazina inakupenda. Na kwa kuthibitisha hilo mzee Ngondo imefungua hazina ndogo ndogo kila mkoa. Hata uko kwako na Njirinji ulikotoka hipo. Wala uhitaji kuja Dar es Salaam huku ukamaliza viatu, ukakoswa na magari mzee Ngondo, unatakiwa urudi kule nyumbani, tatizo lako litakwisha. Isipokuwa mzee Ngondo, hazina inataka uwaletee kumbukumbu ya mwaka wako wa kuzaliwa. Uwaletee ile barua yako ya kwanza ulivyoingia kazini ulipoajiriwa ile. Si unaikumbuka? Ndio. Na wanataka uwaletee, umetuambia hapa ulikuwa mpishi, umeenda kwenye trekta, umekwenda jikoni mpaka ukaitwa mzee Bwabwa. Ndio mheshimiwa wetu amekula kweli, hatukatai. Lakini ile barua wakati unapandishwa cheo, si unaikumbuka? Zile barua zote zile ungependa uwaletee. Na pia ungependa uwaletee picha mbili na barua inakutambua kwa wewe ni mfanyakazi halali. Na pale siku ya mwisho kabla kustaafu miezi mitatu, si ulipewa barua ile? Ndio wanahitaji. Ukipeleka chukua zile barua, peleka kwa mwajiri wako atashughulikia, atapeleka hazina, tatizo litakwisha. Umesikia? Wala una haja kukaa hapa katika mlango wa hazina. Umesikia? Umenielewa vizuri mzee Ngondo? Haya baba. Nashukuru jamani. Asante. Jamani wananchi, hazina haina ugomvi na sisi. Hazina inatupenda. Cha msingi ni kufuata tu zile taratibu na vile vitu muhimu ambavyo wao wanavihitaji. Hazina jamani, hazina. Ama kweli mkombozi, kasi ya kukua kwa uchumi endelevu na imara kabisa. Naam, baada ya agizo hilo tunaendelea na sasa tuangalie mstaafu aliyefariki akipokea pensheni ya miezi 6. Ndugu wa marehemu wanatakiwa kutoa taarifa hazina mapema kuhusiana na kifo cha mstaafu kinapotokea na baadaye kuendelea na taratibu za kufungua mirathi mahakamani. Taratibu za mirathi zikikamilika, ndugu ama wategemezi wa marehemu watakiwa kuwasilisha hazina nyaraka hizo. Kulingana na sheria namba 4 ya mwaka 1978 ya Survivors Pension, malipo hayo hulipwa kwa mjane wa marehemu au watoto marehemu walio chini ya umri wa miaka 21 tu wakati marehemu anakufa na sio ndugu. Mtazamaji, malipo ya pension. Kutokana na utaratibu uliowekwa, malipo ya pension hulipwa mara 2 kwa mwaka, yaani kila baada ya miezi 6, na hulipwa mapema in advance, nikimaanisha kuwa pension inayolipwa Julai kila mwaka ni pension ya mwezi Julai hadi Desemba,
na pensheni inayolipwa Januari kila mwaka huwa ni pensheni ya kuanzia Januari hadi Juni mwaka huo. Matatizo. Mafao. Ucheleweshwaji wa malipo ya mafao mara nyingi husababishwa na mwajiri au mtumishi mwenyewe. Watumishi wengi wanashindwa kutekeleza yaliyoelezwa na badala yake huwasilishwa majalada na kumbukumbu za mstaafu hazina miezi 3 au zaidi baada ya mtumishi kustaafu, yakiwa na kumbukumbu pungufu za ajira au mirathi. Hii inalazimu hazina kuanza mawasiliano na mwajiri kuhusu mapungufu hayo. Wengi wao huchelewa kujibu au hawajibu kabisa, na pengine hutoa majibu yasiyokamilika au yasiyohusu swali husika. Mirathi. Ucheleweshwaji wa malipo ya mirathi inachangiwa kwa kiasi kikubwa na wategemezi. Mara nyingi wanandugu huchukua muda mrefu kukaa kikao na kuteua msimamizi wa mirathi kutokana na kutokuwa na makubaliano kati yao. Pia huleta nyaraka pungufu za mirathi. Hii pia ulazimu hazina kuanza mawasiliano na mwajiri ama msimamizi wa mirathi kuhusu mapungufu hayo, ambapo huchukua muda mrefu kupata majibu. Sheria ya mahakama ukifungua mpaka siku 90 ndiyo wanatoa mirathi. Malipo ya mkupuo. Baada ya malalamiko mengi ya wastaafu ya kushindwa kumudu maisha kutokana na kupanda kwa hali ya maisha, serikali ilikubali kimsingi kuwarejesha katika daftari la malipo ya pensheni wastaafu waliochukua pensheni zao kwa mkupuo. Utaratibu huo ulianza mapema mwaka wa fedha 2004-2005 baada ya kukamilisha zoezi la kuwatambua wastaafu. Zoezi hilo bado linaendelea hadi sasa katika sehemu mbalimbali nchini kwa ajili ya wale ambao hawakuwahi kuandikishwa wakati zoezi hilo linafanyika kutokana na sababu mbalimbali. Wanaostahili kurejeshwa kwenye daftari la pensheni ni wale tu masharti yao ya kazi yalikuwa ya kudumu na malipo ya uzeeni na kuthibitishwa kazini, ambao walistahili malipo ya pensheni ya kila mwezi, lakini waliamua kuchukua malipo hayo kwa mkupuo kutokana na kiwango kidogo cha pensheni. Ambao walistahili malipo ya pensheni ya kila mwezi, lakini kutokana na udogo wa malipo hayo walilipwa kiinua mgongo pamoja na pensheni ya kila mwezi kwa mkupuo mmoja wakati wanastaafu kulingana na marekebisho mbalimbali ya sheria ya pensheni. Kurejeshwa huko hakuwahusu wafuatao: wastaafu chini ya masharti ya kawaida, yani operational service, wastaafu wa masharti ya mkataba, wastaafu wa mashirika ama taasisi nyingine ambao hawana utumishi wa serikali, wastaafu wa pensheni lakini muda wao wa kazi ulikuwa chini ya miaka 10. Ucheleweshwaji wa kurejeshwa umetokana na mambo yafuatayo: baadhi ya wastaafu waliojaza fomu za kurejeshwa walikuwa hawastahili kurejeshwa kwa sababu masharti yao ya ajira ni operational service, mkataba au taasisi nyingine. Baadhi walikuwa hawana kumbukumbu za kuwawezesha kuwatambua kama ni wastaafu halali. Baadhi walijaza namba za hazina zisizo sahihi. Baadhi walijaza namba za wastaafu wengine hawakufikia miaka 10 ya kazi ambayo mstaafu anastahili kulipwa pensheni ya kila mwezi kulingana na sheria ya pensheni, ingawaje masharti yao ya kazi ni ya pensheni. Wengine hawakutimiza miaka 10 tangu wamestaafu, kwa sababu mwongozo wa kuwarejesha wastaafu waliochukua mkupuo ulielekeza hivyo. Mkakati wa kuboresha malipo ya pensheni. Wizara ya Fedha imetoa waraka unaoelekeza waajiri wote juu ya nyaraka zinazotakiwa ziambatane na majalada ya wastaafu ama marehemu yanapoletwa hazina kwa malipo. Wizara ya Fedha imefungua ofisi za hazina ndogo katika mikoa yote nchini, ambao pamoja na majukumu mengine zina jukumu la kuhudumia wastaafu kwa mikoani na kutoa elimu. Pia zinashughulikia malipo yote ya mirathi za mikoani. Wizara ya Fedha imeanzisha mfuko wa pensheni wa watumishi wa umma ambao hukusanya nyaraka muhimu wakati mtumishi akiwa yupo kazini bado. Malipo kutoka mfuko huo yameshaanza.
Wizara ya Fedha pia ina mpango wa kuanzisha kipindi kwenye redio cha kuelimisha wananchi kuhusu suala la mafao na mirathi. Serikali pia ina mpango wa kuelimisha wafanyakazi kuhusu huduma kwa wateja, mstaafu, wajane pamoja na yatima. Kauli na mawasiliano mazuri kwa staafu ili kubadili mtazamo, mindset and attitude ya wafanyakazi wa kitengo hicho ili iendane na ari mpya, kasi mpya na nguvu mpya. Mtazamaji, taarifa hii imetolewa na Wizara ya Fedha, kitengo cha habari, elimu na mawasiliano. Sanduku la Posta